Usione mtu anakaa kimemaanisha ni upole, bali ni siri aliyobeba ndani ya moyo. Hivyo natamani aitoe Huu ni Jacob na Shazia. Hawa ni majina waliomleta Suyati duniani kwa ajili ya kutumikia ghadhabu aliyopewa na Malikia. Suyati ni jini aliyeharibu mazingira ujinini kutokana na utukutu aliokuwa nao. Hivyo Shazia alipewa mamlaka ya kumleta duniani ili aje atumikie ghadhabu yake, kumtafuta mwanadamu aliyekuwa na juyadi ili aende atolewe kafara na kurudisha mazingira ujinini kuwa salama kama zamani. Lakini alipofika duniani alishindwa kuyafanya haya kutokana na mapenzi ya dhati aliyokutana na mwanaume aliyekuwa na juyadi ambaye anaitwa kwa jina la Famous. Alishindwa kumuua kutokana na upendo wa dhati aliyokuwa nao ndani yake, hivyo akashindwa kukamilisha kile ambacho Malikia alimwagiza. Jacob alijawa na roho ya huruma na kumwomba Shazia amsaidie kukamilisha hili jambo ili amrudishe dada yake ujinini. Lakini Shazia alijaribu kukataa kutokana na ukubwa wa kitu ambavyo ulikuwa, maana wao kupewa mamlaka kuchukua binadamu yoyote huyo, lakini aliyepewa mamlaka ya Suyati pekee ya kutoa kafara na kuchukua mwanadamu aliyekuwa na juyadi. Hivyo ilibidi tu Jacob azidi kumbembeleza ili amkubalie na wamsaidie. Shazia alikubali, ila alimpatia masharti. Kwa kuwa Shazia ni jini ambaye alikuwa anampenda sana Jacob, akamwomba kwa hivyo tayari kumsaidia, lakini endapo atamaliza basi warudi ujinini na wakaoane, maana alikuwa akimpenda sana na kuwe Malikia kamili kama wengine. Hivyo alikubaliana na akaingia kwenye mzigo kwa ajili ya kumsaidia Suyati. Hivyo anatamani aitoe, inashindikana. Anajiuliza itakuwaje mbele ya jamii. Hivyo anatamani aitoe, inashindikana. Anajiuliza Nimemkuta braza. Wewe mwanamke, sina kuuliza. Nimemkuta braza. Wewe, tangu lini umeanza tabia za kuingia kwenye majumba ya watu bila kusalimia watu na unaanza kufokea watu usiowajua? Unajua wewe ni nani unayemlalamikia? Kwanza huyu ni nani? Hapo ndo unazungumza kama mwanaume. Huyu hapa ni mke wangu ambaye ni shemeji yako wewe. Bro, ni lini utaacha haya mambo ya wanawake? Na inaonekana kwa sababu ya hawa wa malaya ndio maana mtoto uko katika hali hivi. Unajua Joy iko katika hali gani saa hizi? Baba pumu tena kapumulia choni hizi kuja mdomoni hadi maskini. Babu tukomani. Mimi sio hivyo vinamke. Mimi ndo mama mwenyewe. Baby relax. Wewe. Yaani wewe hujajifunza kuingia kwenye majumba ya watu na heshima. Huyo mtoto mimi ndo nilimtuma huko kwako. Na nilimwagiza sababu hapa alipokuwa tabia zimenichosha. Usitaki kuniambia kwamba yule mtoto kule umempoteza. Yaani usitaki kuniambia kwamba kuna chochote kimemkuta. Bro, unazungumza nini wewe? Sikia, hauna cha kunieleza. Mtoto kule hanakuwa kibaka, hanakuwa mwizi. Sawa? Wewe unavijua? Unaacha mtoto akuje tu afu unaniambia hivi, uko sawa kweli? Babu, wewe kama unamsikiza chungu sasa tulia wewe, songea na wewe. Kwa mke wangu sitaki kufoka. Yaani utulie kabisa. Jiheshimu. Huyo mtoto kama umempoteza huko nilipomtuma, wewe nakwambia utamtafuta jua la jioni. Tena sifanyi masiara kwa hii. Bro, ujue kama hii mali unayochezea na hawa malaya ni mali ya babake ule mtoto. Sawa? Wamemwacha ili tumulee, ila wewe unamtupa. Sasa sikiliza. Mimi haya mambo siyaachii hapa. Naondoka, nikirudi narudi na sura nyingine. Utanijua mimi nani. Hivyo anatamani aitoe, inashindikana. Anajiuliza itakuwaje mbele ya jamii. Hivyo anatamani aitoe, inashindikana. Anajiuliza itakuwaje mbele ya jamii. Dunia fumbo, kweli naamini mapenzi fumbo. Dunia fumbo, kweli
naamini mapenzi fumbo. Says you're the beat. Usione mtu anakaa kimemaanishi ni upole, bali ni siri aliyobeba ndani ya moyo. Hivyo anatamani aitoe, inashindikana. Anajiuliza itakuwaje mbele ya jamii. Hivyo anatamani aitoe, inashindikana. Anajiuliza itakuwaje mbele ya jamii. Si dunia fumbo, si kweli naamini mapenzi fumbo, si dunia fumbo, si kweli naamini mapenzi fumbo. Vipi? Vipi yani nimechoka? Wewe ndio mwanaume ukishasema unachoka, si wanawake tuseme aje? Kwa mimi roboti stahili kuchoka au si? Hapana, usiseme hivyo. Wewe ndio unatugea nguvu sisi. Ukishasema hivyo na tuyafika, tufanye turudi nyuma ama? Hivi sababu ya yote ni nani? Leo tusingo na kakangu hata singetokea. Lakini tuko nje katika mikono yake. Inakuwa ni mikosi shida tu. Kwa hiyo mimi mchawi ama? Mimi nimekuuliza. Jamani. Kieleza nini? Ndio kwanza safari bado ndefu. Sasa mnaanza ugomvi. Na wakati hatujafika hapa. Kweli. Tutafika tunapoelekea. Sawa? Hebu mchukue kaka yako tunatoka. Naam. Kwa hiyo unataka kujifanyia ujasikia ninachokwambia? Mimi nimechoka. Sisi tunapumzika kidogo afu tunaondoka, hapo shida nini? Kwa hiyo umeamua kubishana na mimi, si ndio? Joy, kwa nini umeamua kuingia kwenye kazi ngumu kiasi hicho? Na istoshi wewe ungali mtoto mdogo sana. Sina chaguo lingine zaidi ya hilo. Mimi nafuata mahali ambapo unapewa thamani kama mtu. Ila nyote imenitenga baada ya babangu kufariki. Ashoka na Kibabu ndio wanafanya mimi nive, nilale na nivae pia. Na kazi yao ndio kama leo uliyoiona. Hivyo inabidi nishirikiane nao ili maisha yaendelee. Sikia, kumbuka hii ni hatari kwako. Na kwa nini unatumia urithi wa babu kwenye mambo mabaya? Kwani babu kaniachia vitu ili nifanye nini? Hivyo vitu ameviacha ili vitusaidie katika maisha. Kwa hiyo mimi nafanya nini? Wewe unatumia kwa kuibia watu. Mimi sijawahi kumwibia mtu. Ila nachukua pale ninapoona pananifaa kuchukua. Sina muda. Tutaonana wakati mwingine. Sikia, Joy, kumbuka mimi ni baba yako mdogo. Sawa? Na ninapaswa kujihusisha kwenye mambo yako. Sasa leo wewe unaniona mimi sifai. Sasa subiri nikugharimu ndipo utakumbuka maneno yangu. Shenzi kabisa.